Wakati nyie mnaamshwa na wazazi wenu kuwa kumekucha, sisi tuliamshwa na jua kali la asubuhi lililopenya kwenye paa la nyasi ya nyumba yetu na kutupiga usoni. Nyie mliamshwa na kwenda washroom kuoga. Sisi tulipoamka, dada alitoa vyombo vya jana usiku ili avioshe, alafu kaka akashika ufagio na kufagia uwanja. Nyie mlikula kwa madaha mbele ya meza kubwa ya kioo. Mlipewa mikate ya chai na maziwa, lakini sisi hatukula kitu. Hata kuoga hatukuoga. Maji yalikuwa shida. Tulipiga passport na kuwahi shule. Tulienda shule kwa miguu. Njiani tulikutana na umande, lakini tulijawa na matumaini ya kumaliza. Shule kwetu alikuwa mateso ya wazi, umbali mrefu kwa miguu. Hatukuwa na school bus wala baiskeli. Tulienda kwa vikundi kuogopa mapori. Njiani tulipishana na nyoka na wanyama wengine. Nyie mlisoma mkiwa na ramani kichwani, lakini sisi masomo kwetu yalikuwa mapambano yasiyo na ukomo. Tulikuwa na ndoto, lakini hatukujua tutafika vipi huko juu. Nyie mliporudi shule mlikuta wafanyakazi wa ndani wameshafanya kila kitu. Mlichukua remote na kuangalia cartoon, lakini sisi tuliporudi, dada aliingia jikoni kuukoleza moto na kaka alienda mjini na baiskeli ya Anita kutafuta maji ya kupikia. Chakula cha mchana kililiwa usiku. Jioni ilipoingia, wazazi wenu walirudi kutoka kazini na kuwasaidia kufanya homework, lakini sisi usiku tulipiga hadithi na kugombania kibatali kilale kwa kaka au dada. Weekend ilipofika, mlienda beach na kufurahia kwenye swimming, lakini wenzenu weekend zilikuwa ni siku za kwenda shamba kulima na kupalilia mahindi. Hatufanani wanangu. Wanangu, tumetokea mbali sana. Hatukuwa na sikukuu wala mwaka mpya. Hatukuwa na TV zaidi ya redio ya mkulima. Hamuwezi kuelewa tulipotoka. Ndio maana leo hatuna cha kutuumiza, kwa sababu historia yetu ni ngumu kuliko shida zetu. Katika yote haya tuliishi kwa upendo kwenye nyumba yetu ya makuti. Sasa tumekuwa, nyie mpo kwenye system, sisi tupo mtaani. Tunaishi kwa kubahatisha. Vyeti vipo, ajira zinatolewa kwa ukoo. Nyie mnatuita sisi wavivu kwa sababu wazee wenu walitengeneza njia kabla mjazaliwa. Nani wa kumlaumu? Hakuna. Baba alipambana kutupa elimu hadi chuo. Wazee waliamini elimu ndio mafanikio, kumbe maskini walijidanganya. Life walipo hivyo kabisa. Maisha ya Afrika ni zaidi ya elimu. Walio juu ndio wanachagua nani ashinde, nani ashindwe. Si kwamba wana akili sana, hapana. Lakini Afrika hadi leo maji hufuata mkondo. Watoto wa maskini wanaendelea kwa maskini na matajiri wanaendelea kwa matajiri. Situshauri sana, kwa sababu vazi la uchungu kwenye miili yetu hata tukisema tulivue, hamuwezi kulibeba, kwa sababu hatufanani. Mimi